Kama una skills za trading lakini bado una struggle na mtaji au kuwa na mtaji mkubwa, basi hii hapa video ni kwa ajili yako. Nitakwambia exactly load mambo ambayo ningetumia kama ingekuwa leo hii naanza trading, namna gani ambayo unaweza nikascale mtaji wangu kutoka mtaji mdogo mpaka mtaji mkubwa up to 50k US dollar trading account. Nataka nikuelezee the way hela ambayo tuko nayo right now. Yani tupo kwenye karne ambayo hautaki kulalamika kwamba una mtaji mdogo as a trader. Kama tayari una skills, hautaki kabisa ulalamike kuhusiana na mtaji. You have to know jinsi ya kuscale trading account. Kabla tujaanza, nataka tu kwanza uelewe kitu kimoja. Kama una gambling mindset, unakuwa na over trading mindset na vitu kama hivyo, basi hii video sio ya kwako. Traders wengi ambao wana fail let's say kwenye market ila tayari ana trading skills, anawezekana akawa anasingizia trading strategy yake, but sometimes inawezekana ikawa sio trading strategy ambayo wewe unatumia ambayo inasababisha wewe mwenyewe fail. Inawezekana wewe una lack strategy ya kuscale mtaji wako kufikia level ambayo you can even live off from your trading capital. I'll be speaking based on my experience kwa sababu tayari kwenye FXB University tuna members mpaka zaidi ya 20 ambao wamekuwa funded. Right now wana trade accounts $15,000, $10,000, $30,000, $50,000 mpaka $100,000. Hao watu walikuwa na trade small trading accounts. So, kama wewe ni kwa mara ya kwanza, jina langu naitwa Clanicus, ni founder wa FXB University since 2020 mpaka leo. Nimekuwa kwenye trading takriban miaka 7 na mpaka leo na educate kupitia makosa ambayo mimi niliyafanya, sababu nilianza trading from ground scratch, kupata guide miaka 3 nikiwa napoteza pesa. So, I do educate based on my experience kwamba usifanye makosa ambayo niliyafanya ili wewe uweze kurahisishiwa kwenye njia ambazo wewe unapitia. So, don't forget kuhit your like, hit your subscribe button, lakini pia kuna sehemu ya comment. Make sure unaweza kusuggest topic ambayo maybe you think naweza nikakuelezea au naweza nikaongelea kwenye hii channel. Without wasting of time, let's jump into today's video. So like I said, hii video sio kwa ajili ya mtu ambaye yupo tu kwamba I want to start trading now. Hii ni video kwa trader ambaye tayari anajua anachokifanya kwenye market, lakini hajui ni namna ipi anaweza kuscale mtaji wake. Na hii ndio video kwa ajili yako. Kuna kitu kimoja ambacho natakia uelewe. Nimetoa njia 4 tu ambazo unaweza kuzitumia as a trader kupata mtaji. Lakini ndani ya hizi njia 4 nimezigawa kwenye makundi mawili muhimu sana. Ambao kundi la kwanza ni la watu ambao ni hustlers. Hawa ni mahasira ambao maybe hawezi ku afford mtaji kuanzia $100 labda na kuendelea, au kipato chake ni kidogo ila tayari ana skills na ajui ataanzia wapi. So hizi ndo njia za kwanza ambazo nimezigawa. Lakini kundi la pili ni la watu ambao tayari wanaweza ku afford, au kipato chako wewe ni kuanzia labda, natolea tu mfano $100, $500 na kuendelea, tayari unaweza ku access mtaji wa namna hiyo. Lakini hujui sasa unawezaje kuscale mtaji wako mpaka kuwa juu, kwa maana to live off through trading unaanza vipi? Ndio hayo makundi mawili ambayo tutayaongelea. Kundi la mwisho hili la watu wenye mitaji ambao tayari wana kipato lakini hawajui utaanzia wapi, inatakiwa uangalie. Lakini tutaanza na hawa mahasarers ambao hajui yeye ataanzia wapi even though kipato chake ni kidogo. Cha kwanza kabisa inabidi ubadilishe mindset kwamba there's no rich quick kwenye hii game of money ambao ni kwenye trading industry. Na ukiwa na ile get rich quick mindset, definitely hauwezi ukalast longer kwenye hii game. Nimekuwa ni mtu wa hivyo na I know the pains. Najua maumivu ambayo ukiwepo na ile quick rich mindset, jinsi ambavyo unaangukia poa. Kwa sababu mimi nimeangukia poa way back wakati naanza trading. Ilikuwa ni 2017. Nipo chuo mwaka wa kwanza ndo naanza, sitaki kulipia education, nataka niwe on my own. By the way, hata kama ingekuwa na hela ya kulipia education, sikuwa najua yupi ni mtu wa kumwamini. By that time kwa Tanzania education kuhusiana na trading ilikuwa ni very minimal, tofauti na sasa hivi ambapo watu wengi sasa hivi wana trade. Nimeanza trading kipindi ambacho ukimkuta mtu amefungua chat kwenye simu basi ataficha ili wewe usijue yeye anafanya trading. Lakini right now tupo kwenye era ambayo
Game sasa hivi imekuwa wiped up. Game tayari imeshakuwa na ile overwhelming kwamba kila mtu anataka ajifunze trading, na unaweza sasa hivi ukajifunza from everywhere. Unaweza ukajikuta ile free materials ukajifunza. So njia ya kwanza kabisa kwa hustler kupata mtaji ni saved capital. Saved capital kwa maana gani? Wewe kama tayari sasa hivi una ile know-how kwenye market, una zile skills, tayari unashajua kusoma market kuanzia technical analysis, psychology, risk management, fundamentals na vitu kama hivyo. Tayari unajua ile 5 step process zile ambazo niwaelekeza kwenye different videos. Tayari unajua hivyo vitu. Then inabidi uanze kufanya kazi. So kufanya kazi inabidi, kwa sababu wewe ni hustler, okay? You have to understand kwamba wewe ni hustler. Upo kwenye hustling mode. Inatakiwa uanze kuthamini shilingi 10,000 au shilingi 20,000 ambayo unaipata kila siku. Inatakiwa uanze kuepuka kuwa ile mindset ya overspend wakati you need to save money ili upate mtaji ambao utakuondoa sehemu ambayo ulipo. So inatakiwa usave capital. Kila pesa ambayo unaipata kwa kufanya kazi. Unaweza ukahasa kwa sababu upo kwenye stage ambayo ni ya kujitafuta. So usibague kazi. Usibague watu wataniona vipi nikionekana nafanya kazi fulani. You need to be in a hustling mode. Tafuta pesa then save up. Ile pesa ambayo unaisave hakikisha umejiwekea labda challenge, labda natolea mfano labda siku 60 ambayo ni miezi 2 au miezi 3. Na kwenye hii miezi yote kila 10,000 ambayo unaipata save at least shilingi 5,000 au shilingi 2,000 whatever, but uweze kufikisha mtaji ambao baadaye nitakuonyesha ways ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuscale ule mtaji ambao utakuwa umeusave. Kila mtu anajua how to make money. The big problem kwa watu wengi ni mindset ya jinsi ya kutunza pesa, na hapa ndo matajiri ambao wametupiga sana knockout kwa lika la chini, okay? Nikisema lika la chini, wale watu ambao anatafuta hela kwa ajili ya kula leo. Hao watu wengi wanajua jinsi ya kutafuta pesa, lakini hajui jinsi ya kuitunza pesa. Kwa pesa imegawanyika kwenye makundi matatu. Ya kwanza, jinsi ya kutafuta pesa ambao watu wengi wanajua. Njia ya pili ni how to keep the money. Hela ambao unaipata, how do you keep it? So inabidi maybe lower your standards, lower your expenses uweze kutunza pesa. Lakini njia ya tatu kwenye pesa ambayo imegawanyika ni sehemu ya how to multiply money. Umeshajua jinsi ya kutafuta pesa, jinsi ya kutunza pesa. Now how do you multiply pesa ambayo unaipata? So wewe hatua ya kwanza, make sure you know how to make money. Fanya kazi kwanza. Ukishafanya kazi, make sure you know how to keep the money. Kwa sababu hii ni somo pana tena ya sehemu ipi ambayo unatakiwa utunze pesa, benki ama ununue hisa, ununue cryptos, uinvest wapi ili uweze kutunza hela. Hili ni somo jingine pana ambao kwa sasa hivi nitakupa labda homework, nenda katafute namna ambavyo you can keep your money, how to multiply your money. So tuingie njia ya pili. Njia ya pili, jinsi ya kupata trading capital. Hii most of the hustlers inawezekana ni njia ambayo hawajui, lakini kupitia hii video tayari nitakwambia hii hapa, na hii inaitwa trading competitions. Sijui kama ulikopo unajua hichi kitu kwamba trading, kuna kwenye hii industry yetu ya trading kuna baadhi ya makampuni ambao wanaweza kawa brokers, wanaweza kawa proprietary funding firms ambao kila mwezi wanatoa tunaita ni challenge ama competitions, na hizi competitions huwa wanawaliwa kuanzia mtu wa kwanza mpaka mtu wa 100. Nitakutolea mfano mzuri kabisa ambao nilitolea, nadhani ilikuwa ni kwa FXB members, niliwaambia ilikuwa ni mwaka 2024 nadhani. Watu wengi walikuwa funded, kuna ambao walikuwa funded 5k, nikawa funded 20k US dollar trading accounts na hivyo. So nitakuwekea link kwenye description ya hizi platforms. Sasa hapa iko hivi, hizi ni competitions ambao kila mwezi zinakuwa zinafanyika kwenye hii website, ambao wewe kama trader, kama una skills lakini hauna mtaji, kwa sababu you don't spend any of your dollar, au spend hata $5 yako, hata cent 5 yako, you don't spend this one, lakini unaweza ukajipatia cash mpaka $5,000 mpaka $3,000 mpaka challenge account ya $100, 100k mpaka 50k. So iko hivi, kwenye hizi competition nitakwambia rules ambavyo zipo ni very very easy. Nimeona hata Watanzania ni wachache sana, sijui kwa wengi hamfahamu, mimi sijaelewa. So iko hivi, kwenye kwa mfano hii ni upcoming, hii ni February competition ya mwezi ujao, ambao watu ambao wamejoin mpaka sasa hivi ni watu 58,000. Lakini usiogope, hao 58,000 wengine ni vibua ambao hawajui hata trading
hawana skills. Lakini kama una skills unaweza kupasi hapa. Hata kama usipokuwa wa kwanza unaweza kuwa wa 3 au unaweza kuwa wa 10, unaweza kuwa wa 50 sababu hao wote wanapewa zawadi. So ngoja tuangalie kwenye details utaweza kuelewa. Favorable competition. Mtu wa kwanza anapata $5,000 cash. Lakini pia anapewa account ambayo ni challenge account ya $20,000. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili anapewa $2,000 cash na pia anapewa $20,000 challenge trading account. Mtu wa tatu anapewa $1,000 cash na lakini pia anapewa $20,000 kama challenge account. So then ranks kuanzia mtu wa 4 mpaka wa 10. Hao watu wote wanapewa challenge account ya $20,000. Kwa hata usipokuwa mtu wa kwanza unaweza kuwa wa 5, unaweza kuwa wa 8, hivyo wanapewa. Lakini mtu wa 11 mpaka wa 20 wanapewa challenge account ya $10,000. Lakini let's say ujao wa 20, labda umekuwa between 20 na ngapi? Mtu wa 21 mpaka 50 anapata account funded account challenge ya $5,000. Lakini mtu wa 51 mpaka wa 100 anapewa account ya $2,000. Sasa wewe ukose wa kwanza, ukose wa 5, ukose wa 20, ukose wa 30, kweli wewe utakuwa labda hauna skills la hauko serious kabisa. Kwa sababu the moment ukipasa let's say ukawa wa kwanza, tayari wanakupa $5,000 cash. Wanakupa still na challenge account. Naamini hii mahustlers wengi walikuwa hawajui. So kupitia hii video tayari ushaijua, nimekuachia link down below. Hiyo ni affiliated link, ukitumia hiyo kodi utapewa priorities. Sasa tuingie hizi kundi la pili la hawa ambao sio mahustler. Hawa ni kwamba ni watu ambao wanaweza kuafford mitaji kadhaa. Manake kipato chako ni above labda $100. Inawezekana kwa mwezi labda kipato chako $500,000 au $800,000 au $1,000,000. Whatever, lakini haujui sasa unawezaje kuscale mtaji wa namna. Njia ya kwanza kwenye hili kundi ni profit preservation. Watu wengi sana, na hii ni kitu nilikuja kujua kupitia mimi mwenyewe. At first nilikuwa najua trading ni all about kupata tu pesa ya kula, that's all. Hiyo ndio ilikuwa mindset yangu. Nikaja kushift my mindset kutoka kwamba tayari nimeshajua trading, nina mtaji kadhaa. Sasa haitakiwi ni trade just kwa ajili ya kula leo. Nitakia ni trade kwa ajili ya kujijenga mimi mwenyewe financially, kama kuwa na assets au tofauti na kuwa asset, kukuza mtaji wangu mpaka target fulani. Hiyo ndio ikawa mindset shift yangu mpaka leo niko hapa. Sasa profit preservation inakuja vipi? Wewe kama ni trader right now, you have a trading capital labda $2,000, $5,000 au unaweza kuafford mpaka $1,000. Hakikisha unakuwa na targeted levels. Target yako isiwe ni dream small. Make sure you dream big. Dream kwamba siku moja unaweza kutrade account yako ya $10,000 kuliko trade account za $500, $1,000. Kuwa na ile target kwamba siku moja nataka ni trade $20,000 my own money. Kwa nini target kwamba naweza nikatrade $100,000? Lakini how do you do that? Inabidi uwe na scalability. Inabidi uwe ni mtu wa kudiversify. The moment ukipata labda $500 profit kwa mwezi, don't spend all that money kwenye dopamine stuff, cheap stuff, kwa maana labda ku have fun na kufanya vitu hivi ili tena next month uweze kudive in kwenye market. Don't live like that. Make sure you live strategically in a way kwamba the moment kupata faida $1,000, don't spend it all. Make sure you save some money kwa maana ya kutarget kwamba siku moja ni fund niwe na certain big account. Mind you, kwenye trading ni kwamba ukiwepo na mtaji mkubwa pia ni favor, kwa sababu the 20 pips ambazo unazipata kama faida kwenye account ya let's say $500, ambayo let's say ni $20 au $40, ukiwa na mtaji let's say $10,000, $20, pips 20 sio tena pips 20 tena, inawezekana kama $2,000 au $1,000. You never know. So you have to scale, kujua namna ipi ambayo una save ili uweze kuwa na bigger trading account. Kwa kwenye hii profit preservation strategy, kuna namna fulani ambayo niliweza kuelezea elite members. Kuna roadmap ambayo nilielezea roadmap. Hii roadmap inakuelezea the way you should trade kuanzia the ground level, mtu ambaye tayari ana mtaji wa $100,000,
na kuendelea jinsi gani ambavyo unaweza ukascale. Kama ukitaka kupata hii guide, link nitakuachia kwenye description ya hii video, go check it out. Lakini pia kuna the other videos ambazo tayari nishaelekeza kuhusiana na mitaji, jinsi ya kuscale, unaweza check them out. Zingine ni podcast, kule nimekuwa nikiongea madini mengi sana jinsi ambavyo you can scale your trading journey. Make sure go and check. Hii hapa ndo njia ya 4 kwenye hili kundi la pili la watu ambao tayari wana mitaji lakini hawajui namna ipi ambao watascale mitaji yao na iweze kuwarahisishia kwenye safari yao ya trading. Hii hapa tunaita ni kutrade pro firm trading accounts. Sasa hii njia wengi wamekuwa wakitumia na ndo kupitia mimi pia ndo ambao nimeitumia mpaka sasa hivi niko hapa. By then 2021 kuingia 2022 ni mtu ambaye nilikuwa na trade accounts za $2,000, $1,000, $500, $700 hivyo. Niko na ile mindset ya kuflip accounts kuanzia labda $500 mpaka $5,000 mpaka $10,000, which I did that. Kama umenifuatilia toka 2020, you know that I have been through kwenye hii game. Lakini pia kitu kingine ambacho mimi pia nikuja nikaona hii njia ni nzuri kwa especially sub-Saharan countries, hata East African countries, generally hata African countries, ni kwamba nimefanya kazi na brokers. Broker najua vizuri ile funding volume na withdrawal volume ya traders. Ni kwamba most of the deposits especially kwa East Africa, sababu nimefanya kazi na broker ambao wanafanya kazi kwa East Africa, ni kwamba volume ya watu ambao wana deposit volume yao huwa ni ndogo sana. Wengi wana trade mitaji ya $500, $1,000. Siku hizi labda wengi wakijitahidi sana amedeposit labda $2,000, $5,000. Ni wachache sana unakuta mtu amedeposit kwenye account yake $20,000, wachache sana. Wengi wana trade mitaji midogo $10, $20, $100, $500. So when will you scale up? When will you scale up kwa hii mitaji midogo? Lakini kupitia platforms ambao na hata hii guide pia nimetoa for free, link itakuwa kwenye description. Kuna PDF ambayo inaelekeza jinsi ambavyo you go through hizi platforms. Kitu ambacho inabidi ukielewe ni kwamba hizi platforms ni kampuni kama zilivyo brokers, lakini wao wanatafuta wale watu ambao wana skills lakini hawana mitaji. Kitu ambacho wanakifanya, wanakuchallenge wewe uoneshe kwanza skills zako. You have to show the skills kwamba you know how market works kupitia challenge accounts. Hizi challenge accounts ziko differently kila kampuni, ambao wanakupa interfaces. Kuna phase 1 na phase 2. What you do, mfano let's say unataka labda account ya $10,000, ambao pale account ya $10,000 unalipia labda around $50 au $60. Ukisha purchase ile account wanakuchallenge kwenye phase mbili, ambao phase ya kwanza wanakuambia tupe tu just 80%, 8% tu labda account ya $10,000. Uoneshe tu kwenye time frame ambao wewe utajiambia utatumia miezi miwili, utatumia mwezi, you just decide. And then ukishawapa ile 8%, phase 2 wanakuambia okay, tumeshaona umeweza ku trade kwa lose, umejua unachokifanya kwenye market, umetupa 8%. Sasa hivi tupe labda 3% ama 4%. Most of the profiles wanakupa just to show them 4%. Ukishawapa just 4%, wanasema well, right now tumejua kitu ambacho unakifanya kwenye market, you are very good. Line now watakupa sa account ya $10,000 ambayo inakuwa kila faida ambayo utaipata kwenye $10,000 hiyo inakuwa ni faida yako wewe, lakini kuna spreads ambao wewe utachukua labda 80%, 80%, wao utawapa labda 20%. Ingawa kila firm pia inakuwa na different rules, inakuwa na different sheria kwamba profit splits zitakuwa vipi. You get it. Lakini the very good advantage ya hizi, kuna ile scaling in. Ama scaling in basically ni kwamba ni capital scaling rule, ambao kwa watu ambao wana trade labda $50,000 US dollar, labda umekaa na ile $50,000 US dollar kwa muda fulani, wameona progress yako, wanaweza kuadd wakakuongezea pia mtaji kwenye ile original capital ambayo wamekupa. Let's say ulikuwa na $50,000, wanaweza kukuongezea ukawa na $70,000 US dollar a trading account. Hii sio theory. Hiki ni kitu ambacho nimekifanya mimi personally na traders wengine kwenye community yetu, takriban watu zaidi sasa hivi wanakaribia kufika 30. Au ni watu ambao wamekuwa funded real money na wana trade. So hizi payouts sasa zinafanyika vipi? The way ambavyo unakuwa na trade, let's say ukipata faida $1,000, okay? Maana yake ni kwamba kupitia zile rules na mkataba ambao wewe unakuwa umesign wewe mwenyewe, ni kwamba utapata labda $800 au unapata $200, just like that. Lakini kadri ya muda ambao unazidi kwenda, utakiwa udepend kwenye only one platform trading accounts. Unaweza ukawa na multiple ambao hasa
Hapa kuna different tricks ambazo nimeelezea by the way kwenye guide. Kama ukitaka unaweza ukajoin ambayo siwezi kuelezea kwenye video, labda itakuwa ni very wrong. Lakini that's it. Kwa watu ambao wewe sio hustler, maybe wewe ni hustler lakini una mtaji mkubwa, maybe this way is for you. You go and check this out. So this is a final message. Wewe kama maybe tayari una skills, tayari unajua how market works right now, kupitia hii video just comment kwamba sitatoa excuse kwamba sina mtaji. Inawezekana ulikuwa hauzijui hizi hapa njia, lakini right now tayari unazifahamu. Unaweza ukazitumia, go and use them. Right now tupo 2026. Mambo yamebadilika kwenye trading. Hata hii trading game, hii industry right now imebadilika, imechange. Our Gen Z right now they are all in. Lakini millennials wakati ambao hii kitu wakati inakuja na ushamba mwingi sana, especially kwenye ukanda wetu wa East Africa, wengi walikuwa wanasema trading is scam, here and there, scam. Lakini right now Gen Z wana to prove wrong right now kwenye industry kwamba hii kitu ambao mnyewe mlikuwa mnaita ni scam, right now is doing it right now, they are doing it all in. Sasa kama kwa kwenye game for a long, don't play around. Kuwa na zile bigger dreams za kuachieve bigger milestones. Achana na ile kuwa na excuse kwamba this. No, the game right now is changing. Hautaki kusema nitaanza kesho, nitaanza baadaye. The moment you say I will start later, China poa, opportunities pia zinabadilika au pia zinachukuliwa. So don't say I will start tomorrow, start now, today. You don't have time. What if kesho katoka hapo ukagongwa na pikipiki, ukagongwa na gari, ukafa? But you would have done something for today. Familia yako itakukumbuka kwa kufanya kitu gani? You just have to think about that. Your parents, wazazi wetu pia, they are getting older. You need to do something before them getting older. Let them be proud of you kwamba you did something. Sometimes huwa tunatoa zile excuse ya tuangalie mbali au atuangalie ile kuwa na bigger view ama bigger vision kwamba je, nikiweza kufanya hichi kitu in the future nitakuwa nimefikia wapi? Make sure you have this bigger vision kwamba nyuma yako kuna watu ambao wanakutegemea. Achana na excuses. Excuses are always there, lakini trust me, hata Mungu mwenyewe hayupo proud of you the moment ukiona tanguliza excuses. So avoid the excuses and do the work. Okay? So thank you for watching this video mpaka mwisho. Make sure una subscribe, like, comment, lakini pia unabonyeza hiyo the bell button ili next time niki-upload video kama hii uwe ni mtu wa kwanza kuiona, lakini pia kuifanyia kazi. Salute, see you in the next one.